Nimependa sana kauli hizo, na labda tukisonga mbele, mwalimu, tukirudi kwako, umeona hiki kisa, shule nyingi zimechomeka sana, lakini kisa ambacho kilistua kila mahali ni wanafunzi 16 kuaga pale utumishi Nakuru. Sasa ndio watoto wafike mahali waanze kufanya mambo kama haya, wanaanza kutekeleza. Unajua hicho ni kitendo cha kinyama. Hapo ni kama mtu hana huruma, unataka kuua wenzako kwa sababu ya sababu zenye wewe mwenyewe unazijua. Swala kama hilo, tunalaumu malezi ya wazazi ama jinsi walimu wanatangamana nao shuleni, sijui ni vipi? Naam, asante sana Bwana Twalib. Swala la utumishi linasikitisha sana. Naam. Na inahurumisha kama bado linafanyika katika nchi yetu. Naam. Na kwanza na swala hilo ni kwa wazazi au ni kwa walimu. Naam. Mimi kwa upande wangu naona vitu vingi vimechangia na lawama kila mmoja anapaswa kubeba. Ni kweli. Tukianzia kwa serikali, tuende kwa wazazi na pia na walimu. Naam. Tukianza na serikali, unajua kila mfumo kila inapokuja huwa inakuzwa sana na serikali. Ndiposa ni kama ile kumeza chakula. Ni kweli. Sasa chakula tuione kama watoto. Chakula kinatoka mdomoni kisha inaingia tumboni kisha katika zile fundi mbalimbali za mwili. Naam. Mtoto huyu kama mfano amemezwa, amepelekwa shuleni. Naam. Kuna yale mazingira ambayo alikuwepo awali kabla ya nyumbani, alafu sasa ameingia kwa mazingira tofauti. Naam. Na pia kuna yale mazingira ya kinchi. Na pia kuna yale mazingira ya kimtandao. Ni kweli. Kuna yale ambayo anaona mtandaoni. Kuna yale pia ambayo anaona katika mazingira yake. Naam. Ana pale nyumbani. Unapata ya kwamba mzazi amezamia katika mtandao, anasahau watoto wake. Na kisha unataka huyu mtoto awe na adabu. Unapata mama anaambia mtoto wajipikie wewe, na mtoto ana umri mdogo. Ati ukiona vimeng'aa vimeundwa, mzazi ndio anafaa kumuunda kwanza. Ndio maana nilisema watoto hawa walikomaa akili kama la wangali mdogo. Kwa sababu unapata mtoto wakati huo anaona mzazi wake anatumia simu ama anatumia kompyuta au nini. Ndio hiyo sasa. Ile unapata ya kwamba huyu mtoto anaanza kuiga hizi tabia. Anakuwa na tamaa ya kujua pia mbona mzazi anapenda hii. Na watoto ni watu ambao wanapenda kudadisi. Wanapenda kujua sana. Mbona baba au mama akiona simu anacheka? Mbona anafurahia? Ni nini kipo pale chenye anacheka? Ukikumbuka sisi wakati wetu kulikuwa na hizi redio hizi za tape, ukikumbuka hapo sasa. Ungeenda kuangalia nini kina nani anaongea ndani. Uharibu unapokea adhabu. Unapigwa. Hivyo tu jinsi tu vivyo hivyo ndo watoto walivyo. Wao wanaendana na mazingira. Ni kweli. Na ukipata serikali ilitoa ile adhabu ya kuwakosoa watoto kwa njia ya viboko. Walisema hiyo haipo kabisa. Ilipofika wakati huo pia uliona kulikuwa na wale ambao walikuwa wanateta. Gumzo lilizuka sana. Na kuna wale ambao hata wakili ambao wanatetea watoto, hata wale ambao walikosea utumishi, napata ya kwamba wanatetewa. Nimeona si geni, nimeona mawakili wakisema kwamba watoto hawajakosa. Na unapata ya kwamba lawama bado inarejea kwa walimu. Ni kweli. Na hili lawama ni letu sote. Unapata ya kwamba mzazi amechangia, serikali wamechangia, na pia walimu wamechangia. Ni jukumu ambalo tunafaa tukae chini sisi wote tulete suluhisho. Naam, kama wadau. Naam. Bwana Dan, unaona anavyosema. Sasa wakati wenu haya mambo ya kuchoma shule, nyinyi yangefanyika kweli? Na kwanza kabla usonge mbele, kuna video imesambaa sana ambapo kuna mwanafunzi ilisemekana kwamba alikuwa kwa njama tu. Yaani alikuwa tu kwa njama. Katikati ya wale ambao walikuwa wanapanga kuchoma. Wenye walikuwa wanapanga kusoma, hawajachoma, walikuwa wanapanga. Mzazi akaitwa shuleni. Mzazi alimcharaza mtoto, alimpiga mpaka ikabidi mwalimu aingilie ndani. Sasa Bwana Dan, wakati wenu
mambo tunayoona saa hizi, watoto unasikia shule fulani wamechoma, wengine wanataka kuingilia kuchoma. Nyinyi mambo kama haya yalikuwa kweli? Asante sana. Mambo kama hizo haziko kitambo. Juu nakumbuka wakati tulikuwa nasoma, naam, sisi kama watoto wanafunzi tulikuwa na discipline ya hali ya juu. Ni kweli. Na kitambo watoto walikuwa wanaongeleza na wazazi kabisa. Naam. Ndiposa ukiona watoto wakianza kuwa na hizi tabia, naam, ni kama vitu zote zinarudi kwa wazazi. Aha. Juu wazazi wachukuange time yao kuangalia watoto wao wanafanya nini na wako wapi. Ni kweli. So mtoto ana grow, akienda umpeleke mtoto shuleni, pe mwalimu, naam, na hujamuongeleza, na mwalimu pia hajachukua time yake, ni kweli, unaweza pata hivi vitu kama hizo zinafanyika. Ni kweli. Na bado narudia tu mahali nilikuwa nimesema kitambo kidogo. Naam. Hii kiboko ilikuwa shuleni. Naam. Na kiboko ilikuwa nyumbani. Sisi Ni tulikuwa na kweli. chapwa. Kumaanisha ni kitu kilikuwa cha kawaida. Sio cha kawaida. Unaona vitu zingine ukiacha tu hivyo na inanea. Hiyo kuenea. Kuenea, unaona? So unapata kama kitambo tukua nyumbani, naam, umefanya makosa. Msasa nakuita, anakuambia umefanya hivi, na anakula sasa chini, anakuchapa. Ni kweli. Uwezi rudia tena hiyo makosa. Uwezi rudia kwa sababu utakumbuka ukifanya utapigwa. So changamoto yenye tuko nayo paka hizi vitu zikuta paka shuleni, ni wazazi wenyewe na walimu. Amujakaa na watoto vizuri kuwaongeleza, naam, na kuwachapa. Ni kweli. Mimi nilikuwa nasema kama serikali ingerudisha hiyo kiboko, naam, hizi mambo za kuchema shule zingekuwa. Ukweli. Ni kweli. Azingekuwa. Juu mtoto anajua akichapwa atarudia ile makosa. Ni kweli. Na ukimwacha muongeleze tu ati nitakuchapa na uchapi, anarudia. Unaona? Naam. So hiyo ni mimi kama ningekuwa kama mzazi, ningekuwa kama serikali, ningerudisha hii kiboko. Ni kweli. Na ingetusaidia kwa pakubwa sana. Kweli. Na tena tuko kwa wakati ambao unasikia wanasema kwamba siku za kitambo mzazi wako angekuwa mzazi wangu. Naam, hilo ndio mzazi wako swali nilikuwa nataka kuuliza. Angekuwa mzazi wangu. Kwamba nikikutana na babake Dan, ni babangu pia, akinipata na kosa anaweza kunipiga. Lakini sasa hivi ukiguza mtoto wa wenyewe utaeleza, ni kama ulisikia ule utungu. Kwa kitambo unajua watu pia walikuwa wamependana. Naam. Na vile mwalimu alisema, naam, kila kitu inakuja na kitu yake. Ni kweli. So kitambo nakumbuka mimi nilichapwa nikiwa nimetoka shule na nilikuwa nacheza kwa barabara. Tulifukuzwa pesa. Mzazi mwingine sio mzazi wangu alinipata kwa barabara, akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia nimefukuzwa, nimetumwa, sio kufukuzwa, nimetumwa karo. Na nilikuwa nacheza kwa barabara. Akaniuliza ulitumwa saa ngapi? Ati saa fulani. Na hiyo nilikofanya makosa kuambia ilikuwa saa fulani. Ningemwambia nimetumwa saa hizi. Naam. Sasa yule alisikia tu hivyo akasema kuanzia hiyo time mpaka saa hii bado kwa barabara. Alinichapa, akanipeleka paka nyumbani. Kufika nyumbani, mzazi pia akanichapa. Na tena mzazi anakuchapa tena anakurudisha shuleni. Anakurudisha shuleni. Tena mwalimu anakuchapa kwa sababu ulitolewa mapema na ukufika nyumbani mapema. Ndio hiyo sasa. Hiyo sikurudia hiyo tena. So nilikuwa nasema hiyo upendo pia. Na kitambo watu walikuwa wamependana by the way. Naam. Na ulikuwa naona mzazi hawezi ona mtoto akicheza ama ukifanya 1 2 3 naam, na nyamaze tu. Na saa hii ukipata ukichapa mtoto wa mwenzako, naam, hiyo ni police case. Kweli. Anakuambia mbona ulichapa mtoto wako? Alifanya nini? Inatusangaza sana. Sasa vitu kama hizi inachangia vitu mingi, ndio maana unapata hizi vitu zinafanyika na inatuharibia mazingira yetu sana. Naam. Hivyo unajaribu kusema pia jamii ina jukumu la kusaidia wanafunzi hawa ama watoto wa sasa hivi waweze kupata maadili yaliyo mema.
na hiyo inamaanisha ni kama jamii pia iingilie katikati na itusaidie kweli. Nashukuru sana, napenda venye mambo yanatokea vizuri, yani mjadala umenoga sana kweli. Msikilizaji pale nje 0737283353 unaweza ukapiga simu ukaweza pia kuchangia kwa sababu haya mambo ni sisi wote. Wewe ni mzazi pale nje, haya mambo yanakuathiri pia. Sio kwamba tunasema vitu ambavyo si vya hapa. Kweli. Uko pale nyumbani, hata labda tunavyosema sasa hivi umemwambia mtoto fanya kitu fulani, hafanyi. Wewe unatoa maoni gani? Wacha tupate kibao kimoja sana, kimoja cha Bibi ya Tajiri. Kuna